na leo tupo hapa kwenye shamba la miti Sao Hill. Hasa shamba hili au msitu huu unajaza maeneo mengi. La kwanza, mazingira, environmental security. Kwa hivyo kuwepo kwa miti kumefanya mazingira yawe salama, kwa sababu miti hii au uhifadhi huo sasa unatunza pia vyanzo vya maji. Ina maana tuna uhakika kuhusu nishati sasa, Kidatu, Mtera mpaka Mwalimu Nyerere kule. Lakini lingine ni kwamba inatoa ajira kwa watu wengi, wale ambao wako ndani ya msitu na hata wale walioko nje ya msitu, kwa shughuli mbalimbali ambazo zinafanyika huko. Tumeona pia wanapovuna, eneo lile pia linalimwa kwa muda wa mwaka mmoja, watu wanajipatia kipato. Lakini kubwa zaidi pia kwamba mtu anapokuwa na uhakika wa kipato anakuwa salama katika nyanja zingine zote zilizobaki. Pia kuna jambo ambalo halijazungumziwa, lakini swala hewa ukaa. Ina maana tunapozungumzia uchafuzi wa mazingira, huu ni ulinzi mkubwa sana wa mazingira. Ni jambo kubwa ambalo linataka kuenziwa. Labda kubwa kwa wahifadhi ni kwamba pamoja na kutunza na juhudi nyingi ambazo zinafanyika, kulikuwa na umuhimu mkubwa sana kuangalia thamani halisi ya utomvu na gundi unafanya shughuli gani kule unakwenda, ili basi katika tafiti mbalimbali shughuli hizo, uchakataji wa hiyo gundi zifanyike hapa nchini na hizo products zinazopatikana ziweze kusaidia maendeleo ya nchi yetu. Sao Hill Forest. Katika msitu huu tumejifunza mambo mengi mbalimbali. Tumeona uhifadhi wa mazingira na uhifadhi wa masitu. Nachoweza kusema ni kwamba katika msitu huu tumejifunza kwamba vitu vingi vinazalishwa na msitu huu ambao pia ni uchangiaji wa uchumi wa taifa. Lakini kikubwa ambacho tumekiona ni uvunaji wa utomvu wa miti ambao mwanzoni haukuwepo. Kwa hiyo tunafikiria kwamba uvunaji huu utaongeza pato kubwa, kwa sababu kwa maelezo ya uangalizi wa msitu ni kwamba miti kifikia umri wa miaka 18 ndio inavunwa, lakini uvunaji wa utomvu sasa unakuwa ni kabla ya hiyo miaka 18. Kwa hiyo wataongezea kwenye pato la taifa. Kitu kingine ambacho tunaweza tukasema kwamba labda tumejifunza pamoja na mafanikio makubwa ambayo wanayatoa hapa, tumeona pia kuna changamoto ambazo labda tungeshauri kama zikiweza kuchukuliwa hatua zinaweza zikasaidia ufanisi na uchangiaji mzuri zaidi wa uchumi. Kwa mfano, msitu huu ni mkubwa, lakini pembeni ya msitu kuna jamii zinaishi. Hizi jamii zinatakiwa zipewe elimu ya ushirikiano baina ya jamii na msitu, ili kuzuia mambo kama ya wizi hivi wa mbao na vitendo vingine ambavyo sio vya kisheria. Kitu kingine, msitu ni mkubwa sana, na kwenye msitu huu mara nyingi kunakuwa na wingu. Sasa tunafikiria kwamba wajisogeze mbele, wawe na plani ya kununua ndege nyuki ili ziweze kuwa zina patrol kwenye shamba na kutoa picha ambazo ni za wakati. Tunaangalia kwamba ukiangalia katika dira 2050 utaona kabisa kwamba nchi imejikita katika kukuza uchumi wa viwanda. Katika eneo la viwanda linaambatana moja kwa moja pia na eneo la utunzaji wa mazingira. Kwa hiyo kwenye shamba hili tumejifunza namna ambavyo kwanza kupitia misitu hii inayohifadhiwa hapa tunapata rasilimali nyingi sana kwa ajili ya viwanda vya kutengeneza karatasi, kutengeneza gypsum board, kutengeneza plywood na mambo mengine kama karatasi. Lakini utaona kwamba viwanda hivi sasa vitakwenda kuathiri mazingira. Lakini kwa ukubwa wa shamba hili na kiasi cha miti iliyopo, moja kwa moja utakuta kwamba nchi yetu inapambana na hewa ukaa, carbon dioxide, kupitia shamba hili. Lakini vile vile tunaangalia katika swala zima la tunaongelea kuhusu climate change, mabadiliko ya tabia nchi. Lakini kwa sababu nchi ina mashamba kama haya makubwa, moja kwa moja yanapelekea kuweza kuwa na mazingira mazuri ambayo yanapelekea pia hata kuimarisha afya za Watanzania na vile vile kuweza kuimarisha masuala ya utunzaji wa mazingira, lakini na afya za Watanzania nchi. Kwa hiyo kwa maelezo tuliopewa kwamba utomvu unaovunwa kupitia miti iliyo katika shamba hili ni kweli kabisa. Kama itakuwa ni ingredients ambayo itakuwa imepitishwa na Mamlaka ya Dawa na Vifaa Tiba kwamba ni ingredients muhimu katika utengenezaji wa dawa, moja kwa moja itakuwa ni rasilimali nzuri na itatumika vizuri katika kutengeneza dawa, na gharama za dawa kuna uwezekano mkubwa zikapungua, kwa sababu baadhi ya malighafi ya utengenezaji wake zitatoka katika mashamba yaliyoko katika ndani ya nchi yetu. Kwa hiyo hili ni jambo zuri na tunamshukuru Waziri wa Afya, nadhani kupitia
kupitia utafiti unaoendelea na TFS pamoja na TAFORI, tuna imani kabisa kwamba wataweza kushirikiana vizuri na Wizara ya Afya kupitia Mamlaka ya Dawa na Vifaa Tiba ili kuweza kuona umuhimu wa malighafi hii kutumika katika utengenezaji wa dawa za binadamu na mifugo hapa nchini Tanzania. Siku ya leo tumekuwa na ugeni wa wakufunzi na washiriki wa kozi kutoka taasisi mbalimbali chini ya National Defence College NDC. Wametutembelea hapa na kuona shughuli mbalimbali ambazo tunazifanya ndani ya shamba la miti South Hill. Wameweza kutembelea maeneo na kujionea kwa macho kila ambacho kinaendelea, lakini pia tumejadiliana maeneo tofauti na wametoa mapendekezo ya maeneo muhimu ambayo mapendekezo hayo tunakiri tuyafanyie kazi ili tuweze kuboresha usimamizi na uendelevu wa shamba hili la miti South Hill. Nichukue nafasi hii kwanza kuwapongeza NDC kwa kuona umuhimu wa kutembelea maeneo yetu ambayo tunasimamia, na tunaamini kwa kuona kwao shughuli zote ambazo tunazifanya wanaweza kuwa mabalozi wazuri katika kuongelea shamba na shughuli zinazofanyika na taasisi ya TFS.